Nambari wani ni CCM. Jamani, nambari wani. Katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Meru mkoani Arusha, Kennedy Danford Mpumilwa, ametoa wito kwa vijana kutumia kikamilifu fursa zinazotolewa na serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo pamoja na Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Maendeleo ya Vijana. Akizungumza na Mwenezi TV, amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mazingira kwa vijana kujikwamua kiuchumi kupitia ubunifu, sanaa, michezo na teknolojia ya habari. Amesisitiza kuwa vijana wanapaswa kuwa mstari wa mbele kunufaika na mikopo, mafunzo na programu mbalimbali zinazotolewa na wizara hizo ili kujenga maisha bora na kuchangia maendeleo ya taifa. Aidha, Comrade Kennedy Danford Mpumilwa amewataka vijana kulinda na kudumisha amani ya nchi, akieleza kuwa amani ni msingi mkubwa wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Katika hatua nyingine, amewahimiza vijana kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM Taifa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya katika kuimarisha uchumi, kuboresha huduma za kijamii na kufungua fursa kwa makundi mbalimbali nchini. Hata hivyo, ametoa rai kwa vijana kuwa wazalendo, wachapakazi na wabunifu ili kutumia vema rasilimali zilizopo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Nimeona hivi karibuni kupitia Wizara ya Michezo, Utamaduni na Sanaa, tumeona kwamba kumetolewa zaidi ya bilioni 20. Hizi zote zimeombwa na Waziri wa Vijana, Waziri wa Michezo, ndugu yangu Christian Makonda, kwa kuona jinsi gani ambapo vijana wanaweza kupata ajira kupitia nini? Kupitia social media. Sasa tumeona vijana wengi wametoka hapa Arusha, tumeona vijana wengi sana wametoka kimaisha. Kwa hiyo kwenye ile nahamasisha vijana sasa tujitokeze kwa wingi, badala ya kutumia mitandao hii kuharibu amani yetu ya nchi yetu, badala yake tutumie mitandao hii kutengeneza fedha. Kwa mfano, unaweza kutumia mtandao wa social media kwa kutangaza biashara yako, unaweza kutumia mtandao social media kuonyesha kipaji chako, unaweza kutumia mtandao social media kwa kuchekesha watu ukapata fedha. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafanya nini? Kinawezekana. Bilioni 20 ziko pale wizarani. Nendeni vijana wenzangu, tupambane tukafanye kazi. Lakini pia nimeona kwenye Wizara ya Michezo, Wizara ya Vijana. Wizara ya Vijana, serikali pia imeleta mashindano. Wewe nenda kashiriki kwenye mashindano, upate ushinde, upate mtaji, maisha yaendelee. Tukumbuke ndugu zangu, hakuna taifa lote duniani linaweza ikatoa ajira kwa vijana wote hata siku moja. Hizo ni ndoto za mwendawazimu. Badala yake sisi kama vijana tuone tunaweza kufanya nini. Ajira si lazima ajiriwe serikalini au private sector. Pale ajira unaweza kujitengenezea mwenyewe kwa kubuni kitu ambacho unakiweza. Lakini pia kwenye halmashauri zetu tunauliza fungu la 10, 10% pale. Nenda pale, ungana vijana wawili watatu, nendeni. Tuna mradi 1 2 3, mheshimiwa mkurugenzi, tunaweza kupata fungu hata kuonyesha kwa idara ya vijana, na mwisho wa siku unafanya nini? Utapata mtaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafanya nini? Kinawezekana. Kwa hiyo nitoe wito kwa vijana, badala ya kucheza kwenye mitandao ya kijamii na kushirikisha kuhamasisha vitu ambavyo vinaweza kuharibu amani ya nchi yetu, tusikubali. Sisi badala yake tupambane kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya nini katika nchi yetu, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania itajengwa na sisi wenyewe wa Tanzania. Tusitegemee mtu kutoka Uganda, kutoka Sudan kuja kutujengea nchi yetu. Sisi tufanye kazi. Lakini tukumbuke, hawa wanatuhamasisha tufanye vitu vya ajabu. Je, mwisho wa siku tukipata matatizo, nani anatusaidia? Je, walisha tukomboa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine? Hapana. Mimi tuwatoto vijana wa wilaya ya Meru, tengenezeni miradi, nendeni kwa mkurugenzi pale, dada moja mzuri, hana shida, atawasikilizeni, atakana na maafisa maendeleo vijana, maendeleo ya jamii wa wilaya, wataangalia ni jinsi gani ya kuwasaidia tusonge mbele. Lakini kuna program za kilimo, tuna mashamba ya umwagiliaji, vijana unganeni ombeni mashamba yale, serikali itawapa, mwisho wa siku maisha yataendelea. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake afanye kazi. Lakini pia hata viwanda vilivyopo jirani. Nendeni kwa mheshimiwa madiwani, watu kwenye kiwanda hapa karibu, tukatuombea ajira. Mheshimiwa diwani ataenda kwenye kiwanda karibu kwa wawekezaji, ataomba ajira. Mtendaji, wapi kuna wawekezaji hapa, tuombe ajira. Ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo tuangalie ni jinsi gani ambavyo tunaweza kusonga mbele, badala ya kushiriki kwenye vitu ambavyo vinakwenda kuharibu amani ya nchi yetu. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, amani si ya kuchezea. Amani ikipotea, kuja kuirudisha ni gharama kubwa sana. Tumeona nchi za Ulaya, watu wanauana, watu wanakimbia, wanaacha familia zao, wanaacha watoto wao, wanaacha ndugu zao, wanaacha mali zao kuokoa uhai wao. Sisi
Mwenyezi Mungu alitupa viongozi wazuri. Baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba yetu wa taifa mwingine wa Zanzibar Amani Abeid Karume, walituunganisha kwa Tanzania, wakatuachia tunu la amani ambayo ndio tunu ya taifa, ambayo kila mtu ana kila sababu ya kuilinda na kuitetea ili maisha tunaishi tuendelee kuishi. Mtu asikudanganye, Tanzania bwana kuna shida hivi. Hapana, amani kwanza, mambo mengine baadaye. Tuangalie nchi za wenzetu kama jirani, wanateseka. Angalia Irani leo, angalia Israel leo, angalia Marekani leo, vita vinavyopiga hivi, wangapi wanaoteseka? Vijana wanateseka, watoto wanateseka, wazee wanateseka, wakina mama wanateseka. Matajiri wataondoka, sisi wenye nchi tutabaki, na nchi hii asilimia kubwa ni ya watu maskini, ni ya watu ambao ni wakulima na wafanyakazi. Kwa mimi ushauri wangu ni kwamba tufike mahali, ndugu zangu, tuliangalie hilo kwa mapana, tutimize amani yetu, tumwombee Mheshimiwa Rais maisha marefu. Kama tuna mambo ya ushauri, Mheshimiwa Rais ameonyesha dhamira nzuri sana katika nchi yetu kutengeneza umoja wa kitaifa. Amekaa na wagombea urais 16 vyama 16 Ikulu, amepokea mawazo yao, anafanyia kazi. Ameunda tume ya kuchunguza yale machafuko ya 2025 tarehe 29 Oktoba inaendelea. Anaendelea kutengeneza taasisi mbalimbali. Ameunda mpaka wizara ya vijana ili vijana waweze kusikilizwa, ili tuweze kusoma. Tutumie fursa hii kusonga mbele badala yake ya kuacha kulumbana na kufanya vitu ambavyo vina maana. Ndugu zangu, tukumbuke kwamba tukichezea amani hii tulionayo, vizazi vyetu, watoto wetu, kila mtu atakuja kutuona. Baba taifa leo hayupo, Abeid Karume hayupo, viongozi wetu hawapo, lakini sisi tunajivunia kwa sababu ndio tunu ambao walituachia, na lazima tuilinde kwa gharama yoyote. Umoja wetu wa kitaifa lazima tuulinde, muungano wetu wa Tanzania, wa Zanzibar na Tanganyika lazima tuulinde ili tubaki kwa salama. Nambari 1 ni CCM.